Wengi mlikuwa mnaniona asubuhi nikiwa nimeloa na umande. Wakati mwingine mlikuwa mnaniona nikiwa miguu yangu nimechafuka na matope au vumbi. Mlikuwa hamuelewi mimi naishi wapi, na mlikuwa mkijiuliza maswali mengi sana. Je, hili ndio lililokuwa fungu langu? Hapana. Duniani kuna mafungu mawili, kuna jema na baya. Nikajikuta niko kwenye fungu baya, wakati madhumuni yangu nikichagua fungu lililo jema. Na hivi ndivyo namna ya kubadilisha hatima yako, kujitofautisha na watu wengine ili usifanane nao. Namba moja, jifunze kila siku. Mimi nilitumia kutembea umbali wa kilomita 9 kila siku iitwayo leo. Lengo nilikuwa natokea mbali zaidi, ili kwa ajili ya kutafuta maarifa mapya. Kubali leo madhaifu ulionayo, kubali leo matatizo ulionayo. Kuna watu wengine wamealikwa kwenye semina mbalimbali. Unaweza ukakuta semina iko Goba, lakini wewe unaishi Mbezi, hutaki kwenda kwa mguu. Kubali kutembea, kubali madhaifu yako, kubali kupungukiwa, ila ukifika kule utaongezewa. Kubali kuchekwa kesho fulani, kubali kuvuja jasho, lengo upate kitu cha msingi zaidi. Hakikisha unajifunza mambo haya yafuatayo. Jifunze writing skills, jifunze marketing skills, jifunze invitation skills, jifunze presentation skills, jifunze communication skills, jifunze talkative skills and all business skills zinazohusiana na field yako. Unahitaji kuwa profesa bora, jifunze. Unahitaji kuwa daktari bora, jifunze. Unahitaji kuwa mkulima bora, jifunze. Unahitaji kuwa lecturer bora, jifunze. Unahitaji kuwa kiongozi bora, jifunze. Unahitaji kuwa businessman, jifunze. Unahitaji kuwa entrepreneur, unahitaji kuwa mtu yoyote, jifunze. I will not stop learning. Siku moja nimesoma story ya Robert Kiyosaki na rafiki yake. Robert Kiyosaki alikuwa ameandika vitabu, lakini hajui namna gani anaweza akamaketi. Akaambiwa na rafiki yake, nenda darasani kajifunze. Robert Kiyosaki akajiuliza, nimesoma business na leo naingia kwa ajili ya kusoma marketing tena? Ni kitu ambacho kilikuwa kinagonga kichwani mwake. Lakini kama unataka kufika juu zaidi lazima ujifunze. Lakini namba 2, lazima uwe update. Kuwa updated kwa information mbalimbali, ziwe za biashara, ziwe za uchumi, ziwe za afya, ziwe za politics, ziwe za kijamii, na hizi unaweza ukazipata kupitia social media update. Nowadays there is advance of science and technology, AI development. Kwenye mafanikio, ukishindwa kuwa updated umekufa. Moja ya taasisi kubwa sana iliwahi kupotea sokoni, taasisi ya Nokia, sababu ya kushindwa ku-upgrade information mpya.